Kwa hiyo nimeshindwa kwenda kwa sababu siwezi kukutana na mtu ambaye anaenda kumfanyia hiyo kazi. Namba yake hapo kwenye simu na simu ndo amechukua yule jamaa. Ila mke wangu mimi naona ondoa shaka katika hili. Kuwa na amani kabisa kwa sababu sisi hakuna chochote ambacho tumemkosea Mwenyezi Mungu. Na chengine yeye ndo anaitoa riziki. Huenda kesho ikawa siku nzuri kwetu. Mimi nakuomba kuwa na amani mke wangu. Pia usikae kama hivi hapa watu wanapita na kuona. Mimi nakuwa najisikia vibaya lakini vile vile hauleti picha nzuri kwa watu ambao wanakuangalia. Majaribu huja nyakati ambazo kwamba hauna kitu. Mwenye nacho tatumia alicho nacho kupata kitu. Subira, uvumilivu utakuokoa na yote. Subira. Mimi jioni nilipanga niende. Nimkute, nisimkute, atanikuta mimi. Pale nyumbani kwake pale, atanikuta mimi. Kuna haya, anipe pesa zangu au aondoke. Sasa nitakavyozipata zile pesa, mimi nitakuja. Tutakuja kugawana dadangu. Na hata kama nikizikosa, kwanza nitamfukuza, alafu nitakufanyia vyovyote nitakavyokuwa, hata kukopa nitakopa. Ninavyokupenda dadangu, nitakukopea. Alafu na wewe mwanaume huyo ambaye unakaa naye, huyo shemeji unayekaa naye, nikija anielewi, nikija kumkamata nafikiri ndio itakuwa mwisho. Yaani nakwambia kaka, kukicha asubuhi upo, mchana upo, jioni upo. Yaani mkazie, atakulipa. Tena huyo kivule huyo. Mimi naondoka. Haya sawa. Kwa makini bana. Usijali. Haya. Mama kwa kama mama. Shemeji za saizi. Salama, karibu. Asante kwa kweli. Kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu huko ninapotoka. Vipi huyo ndugu yangu nimemkuta? Ndugu yako katoka sio muda mrefu. Ameenda mbali sana. Kwa kweli hata mimi sielewi alikoenda kwa sababu alipotoka hapa hakuniaga. Katoka tu, sijajua kaenda wapi. Okay, sawa. Maana mimi nilipotoka nyumbani nilikuja hapa nilikuwa nahitaji niongee naye kama mwanaume mwenzangu. Mimi nadhani shemeji mumeo amekwambia kama mimi ananidai. Tena anadai pesa nyingi sana, anadai 200,000. Ila shemeji, mimi kipindi hiki hali yangu mbaya sana. Yaani kifupi uchumi wangu upo chini. Nafikia hatua sisi pale nyumbani tunakula mlo wa rakaa moja tu. Hata sasa hivi ukitoka hapo ukienda nyumbani kwangu unakuta paka kalala jikoni. Yaani hakuna chochote. Sasa mke wangu aliniambia kwamba amekutana na mumeo, amemfokea sana. Yaani ameongea sana kuhusu kodi yake. Na isitoshe amesema ametupa siku 2 tu ili mradi tumrudishie hela yake. Tulipe deni ambalo anatudai. Kusema kweli shemeji, hii mimi inanipa wakati mgumu sana. Sababu mimi hali yangu ya kiuchumi ni mbaya. Yaani hata hapa ninapokuambia mfukoni sina shilingi 10. Yaani natembea tu njiani. Yaani hata kama ikitokea nimemwaga biashara ya watu, basi mimi nitapigwa hadi basi kwa sababu sitokuwa na cha kualipa. Kwa hiyo shemeji, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kwa kuwa wewe mwanamke una nafasi kubwa sana ya kuongea na mumeo. Nilikuwa naomba ukae chini na mumeo. Ujaribu kuongea naye kwamba tuvumilie katika kipindi hiki kifupi. Kwa sababu kipindi hiki chetu yani ni kipindi kigumu sana kiukweli. Na isitoshe mimi nyumbani kwangu hakuna amani kabisa. Yaani nyumba imekuwa kama jehanamu. Mke wangu ana raha muda wote. Ile kitu mimi inaniumiza sana. Tena sana. Kwa hiyo shemeji, mimi nilikuwa naomba uongee na mume wako anivumilie katika kipindi hiki.
Sisi tukipata pesa yake tutampa, sio kama tutaki kumpa. Tatizo hatuna hiyo hela. Na mbona mimi zamani nilipokuwa napata hela shemeji nilikuwa nalipa kwa wakati. Tena nafikia kipindi shemeji yangu, yaani mwezi haujaisha mimi nalipa hiyo pesa. Na nilikuwa sina hiana kabisa. Kwani kipindi hiki ashindwe kutuvumilia? Sawa shemeji, nitajaribu kuongea naye na naamini mimi ni mkewe, lazima atanisikiliza na tutaongea, atanielewa. Kwa hiyo shemeji, wala usiwe na wasiwasi. Mimi ninachokushauri tu, jitahidi kutoa kidogo kidogo. Chochote kile utakachokipata lete, naamini atapokea, ili tu kumpoza hasira alizonazo, kwa maana anaonekana na hasira sana. Kwa hiyo nakuomba tu jitahidi kidogo kidogo, toa chochote utakachokuwa unapata lete. Basi sawa shemeji yangu, mimi nimekuelewa. Lakini hata iko kidogo ambacho mimi nakwambia kwamba nitakipunguza, kwangu imekuwa ni kigumu sana. Ila tuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtaa wote unaoona shemeji yangu, mimi na madeni. Yaani kila ninapopita mimi nanuka madeni. Kila mtaa, yaani nafikia kipindi mimi shemeji yangu, yaani na madeni hadi kwenye simu. Yaani kwa mfano kama ingekuwa labda barabarani tunapopita humu tunapitana na magari haya, magari ya Tigo, ya Airtel, ya nini, ingekuwa anajua kama anatudai, kwa Mungu kuna muda mimi hadi nakosa amani. Kwenye line yangu ya Tigo nina madeni kibao, nafikia hatua hata nikipishana gari la Tigo natamani kukimbia. Basi sawa shemeji, mimi naona nikuache uendelee na majukumu mengine. Sawa. Majaribu huja nyakati ambazo kwamba hauna kitu, mwenye nacho tatumia alicho nacho kupata kitu. Subira, uvumilivu utakuokoa na yote. Subira, uvumilivu utakulinda na vyote. Vipi kupita hivyo, unaonekana mtu una mawazo hivi? Hamna, mimi niko sawa. Habari yako? Safi. Najua kila kitu kinachokuvuruga. Kakaangu si anakudai wewe? Uongo. Uongo. Kwani haya yote wewe umeyajuaje? Sasa ndo hapa. Wewe usitaki kujua mimi nimeyajulia wapi, ila ukae ukijua ndo najua. Nilikwambia kivule, nikubalie mimi ombi langu. Mpaka sasa kaka asingekudai, ningeongea na kaka, mambo yote yangeisha. Lakini unajidai unakaza mwenyewe. Unajifanya unampenda sana mkeo. Wewe ndo unajua kupenda dunia hii. Unashindwaje kunikubalia? Kwani mimi mbaya? Unashindwa kunipenda mimi na ubaya gani? Unajua nini Ana? Kitu ambacho ukifahamu wewe ni kitu kimoja, kwamba mimi nampenda sana mke wangu. Na licha ya kumpenda tu, mimi ni mtoto wa Kiislamu. Nimelelewa katika maadili ya Kiislamu. Hiki unachokitaka wewe hakiwezekani, kwa sababu kama nitakubali kukifanya hiki, maana yake ni kwamba nitakuwa nimekeuka miko ya ndoa. Lakini licha ya hivyo nitakuwa nimemkosea sana Mungu wangu, na pia nitakuwa nimemkosea sana mke wangu. Kwa kweli mimi nadhani hamna cha maana ambacho tutakuwa tunaongea hapa. Sasa usichokijua, sio kaka tu anayekudai, hadi mume wangu anakudai. Sikakunyang'anya simu wewe? Simu ninayo hapa. Simu ninayo na ninatamba nayo. Ukitaka nikubalie ombi langu nitakupa simu yako. Sasa Ana, kiukweli mimi hiyo simu nina shida nayo sana. Tafadhali nilikuwa naomba unisaidie hiyo simu. Sasa Ana, nilikuwa naomba unisaidie tu hiyo simu. Umeona simu ndo ya muhimu sana, mimi sio wa muhimu. Kwa hiyo wewe kunikubalia mimi unaona shida eti? Muone. Ukitaka nikubalie nitakupa simu yako. Majaribu huja nyakati ambazo kwamba hauna kitu, mwenye nacho tatumia alicho nacho kupata kitu. Subira, uvumilivu utakuokoa. Mwanangu uko hapa mimi.
kuna mchongo nataka nikupe. Mchongo gani tena? Una kifua lakini? Ha? Wewe kifua kioni? Sio kifua hicho. Namaanisha unakaba? Aya. Na filiji yangu la gandisha kabisa. Sema mama, anakusikia. Basi sawa. Kama unaweza kumudu hilo. Mimi kuna mtu bwana nampenda. Nani tena? Kivule. Kivule huyu mshikaji wangu mie. Na huu mchongo nakupa. Kwa sababu najua wewe Kivule, wewe na yeye kama pete na kidole. Hivi Swadata. Nikikupa huu mchongo, najua utaumaliza vizuri tu. Mimi Kivule bwana. Mimi nampenda bwana Kivule. Vipi mmeo? Umeanza. Sasa wewe habari za mume wangu zinakuhusu nini? Niambie. Mimi najua wewe Kivule ni rafiki yako. Kabisa, Swadata. Na ndio maana nimekufuata wewe hapa. Na mimi nikikutuma kwake, kazi utaimaliza. Yule na mudu kwa kila kitu. Hana shida. Basi naomba uifanye hiyo kazi. Kazi yako nitaifanya vizuri ipasavyo kwa sababu yule mtu namjua vizuri kinagaubaga na ananielewaga nikimwambia kitu. Lakini sasa mama, kwa sababu kazi hii. Wewe tena. Unapenda hela. Nisipopenda hela nipende nini? Ni swala la hela. Ukimaliza kazi mimi nakupatia. Nimalize kazi tena? Nipa advance, nifanye kazi yako vizuri pasavyo. Zeni hiyo nyingine utamalizia. Lakini Maiko, si unajua baada ya kazi ndo malipo. Kuna ruti za kwenda kule ujue kumtafuta yeye na nini si unajua. Kwa hiyo nataka tumia usafiri mfanya kampanga. Na maana wewe hapo huna buku hata la boda.